Lola kila siku alikuwa anaomba kuanzia saa 6 mpaka saa 11 alfajiri, kila siku usiku, saa 6, saa 7 mpaka saa 11. Lola ni mtu aliyetembea maeneo mengi akitaka watu wajue Mungu. Ni Mungu wa kiwango gani? Lakini ulikuwa moyo wajue Mungu, watende mema. Lola amesogelewa na watu wengi wenye mali, hakuwaleta karibu kwa faida yake. Aliwaweka mbali ili wasije wakaharibu kitu alicho nacho. Lola akapata mateso mengi akiwa anajaribu kutetea kilichotakiwa kanisa la Mungu liwe hivyo. Akapata mateso mengi sana kwa sababu hiyo. Nusura uawe. Ni moja mtu aliye mfano wa kuigwa kwa namna ambavyo hana aliyemdhulumu. Hana anayejitokeza kwamba alinifanyia vibaya. Hakuna mwanadamu anajitokeza atoe ujumbe wote mimi alinifanyia vibaya kwa Lola. Hamna. Hamna. Na ukumbuke kukutana na watu wengi, kukutana makundi ya watu, na katika wengi hao hamna anayemlaumu. Mimi kitu nilichosema, katika watu waliodhihirisha bidii kwa Mungu kupita wote Tanzania, mimi kwa vipimo vyangu Lola amewazidi wote. Lola ametuzidi wote waliodhihirisha bidii kwa Mungu. Lola katuzidi. Kama unataka kwenye maisha yako ufanikiwe, jema mtu anaweza kufanya kuliko wewe, likubali, lipokee, lichuchumilie, litafute kwa gharama yoyote, wala usikusanye jema lake na udhaifu wake. Kwa sababu hata wewe hapo ulipo haujawa perfect kwa kila kitu. Mtu aliyewahi kufiti kwenye eneo fulani, ni vizuri sana na watu wajue. Najua sisi Afrika wajinga sana. Afrika wajinga sana. Wenzetu wanapohubiri akina Paulo, wanahubiri waliopigania hali fulani ya usawa kwenye nchi zao. Wanapohubiri akina Timotheo, wanahubiri akina Petro, wanahubiri akina Yeremia, wanahubiri akina Yohana, ni walipigania ustawi fulani, standard fulani tunazoona kwenye nchi zao. Sisi badala ya kuangalia baba zetu ambao wamewahi kufanya vizuri, sisi badala ya kuangalia Petro ndio wa wakati ule, Paulo ndio wa wakati ule, nani walau katika dunia yetu, katika nchi yetu, katika wakati wetu, nani walau amejaribu kuwa Paulo yule? Kwa sababu huyu ni fundisho rahisi sana sisi kumfikia Paulo, kwa sababu ameishi kwenye mazingira yetu korofi na ameweza kuwa na sura ya aina ya Paulo. Ila mtu aliyejaribu kuishi kama Petro, kama Yohana leo hii, huyo ndiye anaweza kusaidia, kwa sababu huyu kaishi kwenye mazingira ambayo wewe unasema Yohana hakuishi kwenye mazingira haya. Huyu kaishi, na ni vema unaona katika dunia hii wapo wanaoishi kwa sura na mtazamo wa kina Yohana, wa kina Elia, wa kina Paulo, hata kama hawajafika. Usitake mpaka mtu awe na uwezo ule aliokuwa nao Elia, aliokuwa nao Daudi. Hebu wakati mwingine angalia mtu anayepita kwenye njia alizokuwa anapita Daudi kabla hajawa Daudi, alizokuwa anapita Paulo kabla hajawa Paulo. Huyo mtu habari yake ihubiriwe. Huyo mtu mema yake ahubiriwe. Ahubiriwe akiwa hai, ahubiriwe akiwa amekufa. Ahubiriwe watu wetu. Sasa hivi sisi kila naye thubutu kufanya jambo, hapana, hubiri injili, usihubiri watu. Kwani injili tukisoma kwenye Biblia tusomi ni watu hao? Yaani mpaka uhubiri watu waliopigania usawa kwenye jamii fulani, sio usawa kwenye jamii yako. Kwa mimi nimekusudia, kama nitashindwa, lakini wakati nimeweka rekodi ya aliyewahi kutaka kumbrandi Lola. Kwa nimetuma barua EAGT, nimetuma barua AGGCI, nimetuma barua TAG, na nimewaahidi barua hizi nilizowatumia
kuna mmoja anakuja kuisoma mbele ya jamii. Nitasoma barua ya EAGT nilivyoiandika, nitasoma barua ya TAG nilivyoiandika, kwa sababu vyote zilitofautiana katikati mahali. Nitasoma barua ya AGC nilivyoiandika. Kwani hata tukishindwa yote, tukasema tu siku moja au mbili tukutane pale nyumbani kwa Flora, tuombe tu. Yaani tuombe kila mmoja aseme roho yoyote, namna yoyote njema iliyokuwa ndani ya mtumishi wako Flora na iwe juu yangu, Mungu wa mbingu na nchi. Namna yoyote iliyo sahihi iliyokuwa ndani ya Flora na iwe juu yangu, na iwe juu yangu. Mkarekodi hiyo, mkaweka, alafu mkatawanyika. Kuna watakao tawanyika pale, watatoka na spirit fulani ya maajabu sana. Ile spirit ndo dua. Hata Flora asingetaka aone lijumba, asingetaka aone sanamu limeweka lisanamu, sio limechora Flora. Hata mimi mwenyewe singetaka hata lisanamu, lakini lazima iwepo image. Sasa mimi ninachokujulisha, sijaombwa. Alafu mimi ni kama ni adui wa imani hiyo. Sijui kama mmeweka alama gani. Kama kuna alama mlioweka, asanteni sana. Kama hakuna mlioweka, tuungane na hii ambayo Mama Flora nasema ndo lilikuwa agizo la Flora kwamba iweko alama ya aina fulani. EAGT, asanteni sana. Mmemnunulia Mama Flora gari. Sio ni Pajero, sio Nissan. Mmemnunulia gari. Hongereni sana, asanteni sana. Kule nyuma wakati tumeenda zamani pale, Mama Flora alisema alikuwa anampa milioni 4 kila mwezi. Asanteni sana. Utumishi wa Flora ni rafiki wa marais akina Pierre Nkurunziza. Ni rafiki wa kina Kikwete, ni rafiki wa mawaziri. Ni rafiki na marafiki Marekani, na marafiki Uingereza, na marafiki Australia, na marafiki Israeli, na marafiki kila kona. Anakufa yuko na 200,000. Katufundisha kujitoa kwa Mungu. Usiweza kuchochewa na hao ambao kachochewa na kina Paulo, mwenda wazimu tu. Chochewa na mtu aliyeishi kwenye mazingira yako yenye vinono, akaacha vinono. Mimi nimeenda kwenye nyumba yake pale, kachumba kabaya, kanachokaa tu, hakana rangi, kadogo, sio chumba kama hicho. Nicheka mtumishi wa Mungu ndani hapo. Sio chumba kama hicho, kabaya, kana ceiling board ya makaratasi yale ya zamani vile vinaopinda vile. Ceiling board mbaya mahali fulani, haijapakwa rangi, ukutani ni chokaa tu. Hiyo nyumba haijajengwa miaka ya zamani, imejengwa 2009 wakati wewe uishaanza kuishi kisasa au umeshaona nyumba za kisasa. Anatulia pale kwenye kajumba. Na kachoo fulani kabaya. Kachoo kabaya. Mshama mahali hapa pana mazingira bora kuliko hoteli. Nyumbani mwa Mungu ni bora kuliko kwenye nyumba za uovu. Anakaa kwenye kajumba, kamejikana kachumba. Hata maaskofu walikuwa naumizwa, maaskofu wasaidizi wake wanaumiwa. Haiwezekani unalala kwenye kijumba cha kawaida, sisi tuna uwezo wa kulipa hoteli yoyote. Hujui mtu wa Mungu anakaa mahali ambapo anakuwa na uwanja mpana wa kutafakari dhamana aliyokabidhiwa. Wale ambao wamestahili heshima, wamestahili kukumbukwa, wamestahili walau kufanywa kitu fulani cha maana, wafanyie sana cha maana. Na siku utamdai Mungu. Kwa mimi nimekusudia, nitamuona Mwisabila, atajibu lolote, hamna shida. Nitafanya safari baada ya kongamano, mimi nafanya safari Mwanza. Nafanya safari naenda Mwanza. Lakini ninapokwenda Mwanza nitakatia Dodoma pale, nitaenda kwa Mwakipesile wa EAGT. Tena nitawatuma mtu awaambie mimi nakuja. Unikimbie wakati nilikwambia nakuja. Kwa sababu mimi sio mtu wa kufika kwako alafu nisikukute. Yaani sio level yangu hiyo. Yaani mimi sio level ya nije nikutafute tu, nilikuwa namuulizia fulani, sio level. Natuma mtu anakuhoji, ukatae wewe.
anakuambia mchungaji anakuja. Ndio maana mimi huwezi kuona hata naenda mahali napiga simu mimi. Wana hapa wengine wakupigie. Mchungaji anakuja. Sina nafasi. Sipo. Sema anakuja kiofisi. Haji kuona wewe. Anakuja kiofisi kwa hata asipokukuta wewe anakuja ofisini. Yoyote atakayemkuta naongea naye. Kwa sababu si washurutishi. Yule mama anasema kuna maagizo alipewa na Kulola iweke alama fulani. Kwani wamemsikiliza kwa kiasi gani? Na kwani tusiweke? Kwani wasiweke? Yule Wile akipambana kufafanua inaonekana anataka ulaji, kwa sababu kweli maisha yake mengi aliyatoa kwa baba.